2, 3. Makofi mengi na vigelegele. Mwalimu Nyerere alianzisha kilimo anga, ikafa. Leo tunafanya expansion ya irrigation. Kwa hiyo kila mnavyoongeza miundombinu ya umwagiliaji mnakaribisha kwelea. Kwa hiyo sasa hivi kelele za kwelea ni nchi nzima, na nashukuru ilani leo imezinduliwa ya Chama cha Mapinduzi, imepitishwa na tumemkabidhi mgombea wetu wa urais Dr. Samia na makamu wake mgombea mwenza. Kwenye ilani inazungumzia miaka 5 ya kuwekeza kwenye umwagiliaji, na tuna mradi mkubwa wa irrigation wa Lake Victoria na Lake Tanganyika una hekta milioni 3. Sasa leo kama nchi tu tuna hekta 900,000, tunahangaika namna hii na kwelea. Je, tukiwa na hekta milioni 3-5 ambazo tunazifikiria, utakuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo ni lazima tujiandae. Kwa hiyo mimi maelekezo yangu yafuatayo. 1, kwa kuwa ule mchakato uliotutesa kwa miaka 2 mpaka kupata procedure ya kuweza kununua hii ndege ya kwanza, mchakato ule hatutaurudia tena. Mwenyekiti wa bodi yuko hapa, DG yuko hapa, KM yuko hapa. Na kwa kuwa kwenye bajeti tumepitisha kuanzisha vituo 4 vya kilimo anga kwa maana ya Arusha, Dodoma, Mbeya kwa maana ya Songwe Airport na Mwanza. Vituo vyote hivi vinatakiwa viwe vina ndege na viwe vina drones. Kwa hiyo mchakato wa kununua ndege 3 zingine uanze sasa hivi. Ni lazima kama nchi tujitegemee. Dunia ya kubebana haipo. Wadau wa maendeleo tunawashukuru sana. Namshukuru FAO. Country rep wa FAO yuko hapa. Ametusaidia sana kuitransform Plant Health Authority na kuweza kuwa na vituo zaidi ya 10 na kitu kwenye boda sasa hivi, ambavyo vitakuwa na vifaa. Viko vingapi? Vituo 36 ambavyo vitakuwa na vifaa na maabara za kisasa. Lazima tuweze kutoa huduma. Tumeshaanza kununua hizi drones za kufanya surveillance. Mwaka huu tunanunua drones kwa ajili ya spraying. Na Watanzania lazima wajue, Tanzania kimaumbile Mwenyezi Mungu katuumbia kuwa na mazalia ya nzige. Yapo Dodoma, yapo Katavi, yapo Rukwa. Na bahati mbaya ni nzige wekundu. Kwa hiyo huwezi kujua mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi tutaathirika na visumbufu vya aina gani. Kwa hiyo lazima tujiandae. Na viwanja vyote hivi KM mwanze mchakato wa kuongea na wenzetu Tanzania Civil Aviation Authority watupatie maeneo ndani ya viwanja hivi ili tujenge henga zetu za Plant Health Authority kwenye vituo hivi. Ili kituo cha Lake Zone kiwe na ndege yake na vifaa vyake, kituo cha Central kiwe kina ndege yake na vifaa vyake, Southern kiwe kina ndege yake na vifaa vyake, na Northern kuwe kuna ndege yake na vifaa vyake. Hili ni jukumu la serikali, hatuwezi kulikwepa. La mwisho, nakushukuru kaka yangu Njeza na kamati yako. Na washukuruni sana. Kamati ya bajeti mmekuwa supporter wa Wizara ya Kilimo kwa muda wote. Naishukuru kamati yangu ya kilimo. Wajumbe wote wa kamati, asanteni sana. Mmenisaidia kama waziri kuweza kusukuma hizi agenda ambazo tunazo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na nataka niwaambie wakulima, ilani iliyozinduliwa leo zaidi ya 70% ni kilimo. Ilani iliyopitishwa ya Chama cha Mapinduzi zaidi ya 70% ni nini? Kilimo. Kila wakiongea lugha lazima irudi. Huwezi kuzungumzia rural transformation bila kuzungumzia wakulima, wafugaji na wavuvi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kuipa prominence sekta hii ya kilimo na kuiwekezea. Tunawashukuru wenzetu wa Tanzania Civil Aviation Authority. Mtaendelea kuwa partners wetu wa kutusaidia kwa sababu tunataka kujenga uwezo wa kilimo anga katika nchi yetu. Bila hivyo hatuwezi kuwasaidia wakulima wadogo katika taifa letu. Nawatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Nawashukuru sana TPHPA na sasa tumebaki na kazi moja, kuondoa viuatilifu feki sokoni na barabarani. Hiyo ndio kazi tuliyobaki nayo. Uwezo mnao, wataalamu mnao,
uwezo wa kifedha mnao. Mama Samia akawatengenezea utaratibu wa kuwa na uwezo wa kifedha wa kujiendesha na kufikia malengo tulionayo. Tunawashukuru development partners na hasa FAO kuwa sehemu ya mabadiliko ya Plant Health Authority kufikia malengo yetu tunayoyataka. Nimeongea na rubani huyu akaniambia tuongee na agent, lakini lengo langu kama waziri, huu mchakato wa kuanza kununua ndege mpya uanze wakati bado niko ofisini. Kuna kuwaga na shift of policies, ndio jamani? Kwa hiyo wakati bado nipo mzazi, tuanze huu mchakato faster. Sawa? Kwa hiyo Ndunguru na mwenyekiti mtapata shida sana hichi kipindi kifupi ambacho bado niko ofisini kabla sijaenda kwenye uchaguzi. Na huu mchakato wa kuanza lazima uanze sasa hivi. Alafu Julai mosi tunaanza utekelezaji. Bajeti ishapitishwa. Bunge lishapitisha. Haya mambo ya tarehe 1 Julai ndio mwaka wa fedha unaanza, hayo ni mambo ya kikanuni. Makaratasi yaanze sasa hivi kukamilika kabla ya tarehe 1 Julai. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.